Mabibi na mabwana, leo hii Israeli iko katika hofu kubwa ya kimkakati. Taifa hilo linakabiliwa na hali ngumu sana, likihofia kwa kiwango cha juu kwamba Marekani inaweza kuiacha peke yake katika mzozo unaozidi kuwa hatari dhidi ya Iran. Ni muhimu kukumbuka kuwa wazo la kushambulia Iran lilianzia Israeli, likiungwa mkono na Marekani. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alienda binafsi kumshawishi Donald Trump kuwa Iran ilikuwa inarejesha mpango wake wa nyuklia. Wakati huo, pande zote mbili zilifikia makubaliano ya kuishambulia Iran. Hata hivyo, hali imebadilika. Serikali ya Marekani chini ya Donald Trump imeonyesha tabia ya kutotabirika, ikitoa maagizo ya mashambulizi kisha ikajiondoa ghafla. Kutojiri kwa shambulio lililotarajiwa tarehe 31 Januari 2026 kumezua sintofahamu kubwa Tel Aviv. Israeli sasa haielewi tena msimamo wa Marekani. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Israeli, hasa Walla, Tel Aviv inalazimika kuamua haraka, ama ishambulie Iran peke yake au iendelee kusubiri mashambulizi ya pamoja na Marekani. Hofu kubwa ya Israeli ni kupoteza fursa yake ya kuchukua hatua. Ndio maana inaangalia uwezekano wa kurudia kilichotokea kwenye vita vya siku 12 vya Juni 2025, ambapo Israeli ilianza mashambulizi na baadaye Marekani ikaingia kuisaidia. Lakini kwa upande mwingine, Marekani inajizuia. Washington inakokotoa gharama za vita, hasara za kibinadamu, gharama za kifedha na hatari ya kuenea kwa vita katika ukanda mzima wa Mashariki ya Kati. Tofauti na Israeli, Marekani inajaribu kuepuka moto mkubwa wa kikanda. Israeli kwa muda mrefu imezoea hali ya mivutano na inaamini kuwa Marekani hujitokeza kila mara inapochafuka. Lakini safari hii imani hiyo inatetereka na kusababisha hofu na sintofahamu ya kimkakati. Hali hii ya wasiwasi inailazimisha Israeli kufikiria chaguo ambalo awali lilionekana haliwezekani: kuishambulia Iran peke yake. Hili ni chaguo hatari sana, kwa sababu Iran tayari imeonyesha uwezo wake kijeshi na uwezo wa kujibu mashambulizi, jambo linaloifanya Israeli kuwa katika hatari kubwa. Kwa ujumla, tunashuhudia hali ngumu sana. Marekani inasita, Israeli ina hofu ya kuachwa, na hofu hiyo inaweza kuisukuma Israeli kufanya uamuzi wa kijeshi wenye madhara makubwa, si kwa Israeli pekee, bali kwa ukanda mzima.